Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa kwanza, basi Naaman jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa ni mtu mkubwa mbele za bwana wake na ni mwenye kuheshimiwa. Kwa sababu ya mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa ni mtu hodari wa vita, lakini alikuwa ni mwenye ukoma. Akawa ni mwenye ukoma kwa sababu tu alikuwa ni mtu ambaye amekuwa ni jemedari na ni mwenye kibali mbele za mfalme, na katika kila vita alikuwa anapata kushinda. Sasa watu walivyoona kila siku anafanikiwa, ilibidi wamrushie ukoma. Hii ni sawa na mtu ambaye umefika mahali pa mafanikio, lakini ghafla ukajikuta umeingiwa na tatizo fulani, alafu ukajikuta aidha unaanza moja. Kuna mtu mwingine baada ya kusoma na akapata kazi, hapo hapo mtu akaanza kuumwa ama akaparalyze. Kuna mwingine baada ya kufika kiwango fulani cha mafanikio kwenye biashara, akajikuta na tatizo fulani ambalo liliharibu maisha yake. Maandiko yanasema Naaman alikuwa ni jemedari, alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa na wadhifa mzuri, lakini wakamrushia ukoma, akawa ni mtu mwenye ukoma. Alikuwa kila vita akienda anashinda, wakaona ni bora wamrushie ukoma. Sijajua ni kitu gani wamekurushia baada ya kufika hatua fulani ya mafanikio. Kuna mtu ambaye alifika sehemu fulani ya kufanikiwa, lakini wakatupa roho ya maneno juu yake na wakaharibu mafanikio yake. Kuna watu ambao leo wapo vitandani baada tu ya kufika hatua fulani ya mafanikio, lakini kuna mtu ambaye alionekana kwamba ataenda mahali fulani, watu wakamrushia pepo fulani la kuharibu maisha yake kabisa. Ndio nimekuja kukuambia kwamba chochote ambacho alikurushia ili kuharibu baraka zako hakitafanikiwa katika jina la Yesu. Naaman alikuwa ni jemedari, alikuwa anashinda kila vita, lakini akawa ni mwenye ukoma. Inawezekana kwamba maisha yako umekuwa ni mtu unapambana kila siku na umeanza kufika hatua fulani ya mafanikio, lakini kuna roho inafuatilia kuharibu tena kile kitu cha baraka ambacho ulikitengeneza kwa muda mrefu. Maombi yangu ni kwamba Mungu akuvushe katika kila vita ambayo wameirusha juu yako katika jina la Yesu. Amen.